mtandaoni, ila maisha yake ukija kuiangalia ni ya hovyo ndugu yangu. Tunafanya vitu vya kupretend lakini uhalisia ni tofauti. Binafsi mimi sipendi kupretend. Binafsi yangu mimi. Wanao pretend waache. Na naona sana kina Kamvevo wana pretend, Steve Mose anajilazimisha. Na hisi analazimishwa na Cram. Cram akimsema kidogo Steve kinamngata anatamani amjibu. Naambia sio unjibu vya nini? Oh, sio nini? Haya, sasa jibu ya nini tu. Mimi nikija kuulizwa mimi nazungumza ukweli, mna pretend. Hamna hela yoyote. Hela zingekuwa zinaonekana kaka, wana pretend mtu lazima akodishe. Tukusiki kitu kimoja tu, hakikisha unagusa button nyekundu na kwa neno subscribe kwa mwanafamilia wa Gamba TV. Mbele yangu niko na Baba Joan. Ni mmoja ya muigizaji ambaye amedumu kwenye karakta yake na amedumu kwenye ubora wake kwa muda mrefu na anafanya kazi zake vizuri tu, na tumekuja kuzungumza naye ikiwa ni 2025. Tunabakiza siku kadhaa tufunge mwaka 2025 tuende 2026. Tamthilia pendwa ambayo inafanya vizuri upande wake ni Binti Yangu. Tulitoka kwa Baba Karobo tumekuja Binti Yangu. Niko naye Baba Joan mwenyewe. Baba Joan vipi? Kama kawaida. Mzima? Aisha, namshukuru Mwenyezi Mungu. Naambiwa kuwa Joan ni maarufu kuliko baba, kweli? Kwa sababu wanalifahamu jina kuliko mtu mwenyewe. Yaani wanafahamu Baba Joan lakini Joan hawamjui. Joan wanamfahamu bwana, mbona kwenye Binti Yangu yupo. Lakini mtu maarufu sasa. Ndiyo ni maarufu. Na mimi nimetaka hivyo. Ndio maana nimemexpress kwenye macho ya watu. Kuna miongoni mwa watu wanajua tu jina la Baba Joan. Leo tushie kabisa na watu ambao labda wanaweza wakawa wamesahau jina la Baba Joan halisi. Jina la Baba Joan halisi. Ngoja leo ni muwazi, nimekuwa nikiwaambia watu jina ambalo nimekuwa nikiitwa. Jina ambalo wanalifahamu mtaani kwangu kabla sijawa Baba Joan, walikuwa wananiita Ntunsu Bire, Kandi Mbere, Vireke Vigende, Vindi Viroza. Hilo ni jina la Kiruga kwa sababu mimi ni Muha from Kigoma ya. Ila kwa majina halisi naitwa Frank Damiano Tadeo. Hilo ndo jina halisi la wazazi wangu. Naitwa Frank Damiano Tadeo. Nikisema moja ya waigizaji ambao wamestay kwenye nafasi yao, wanafanya kazi zao bila kelele. Na hisi Baba Joan unaweza kuwa miongoni mwa wasanii ambao unaweza kwa 2025 wamefanya kazi zako bila skendo, bila kelele zozote, lakini wewe ni kazi bamba tu bamba. Of course niko hivyo. Lakini sometimes naona kama inanibana sana. Unajua najiminya, mimi sio mtu wa hivyo. Yaani ni mimi mwenyewe najiminya kwamba hebu niwe mtu wa tofauti wa hivyo. Nifanye kazi bila kutengeneza kiki, kuwashawishi watu kwa kiki za ajabu ili waje kutazama kazi zangu. Hebu nifanye kazi ndio ijieleze. Imenisaidia sawa, lakini naona kama inanibana. Mimi sipo huko. Mimi nipo kwenye makiki. Yaani mimi napenda tuchambane kwenye mitandao. Sema kwa sababu ya familia, unajua nimeoa na watoto, naishi na mama yangu, nimemleta ishi kwangu. Kwa hiyo sometimes nikitaka kufanya hayo mambo wananizuia. Kwa hiyo ikabidi mimi niendane na wahenga. Nisikie la mkuu nisije nikavunjika guu. Ila kuna muda nataka wahenga ni wa surprise. Wahenga watu waamini macho yao. Mama ataniambia acha afu mimi nitafanya na mguu utakaa vile utovunjika. Yeah. Nataka ni turudi kwenye utunzi wa tamthilia za Baba Joan. Baba Joan umekuwa unatunga tamthilia of course ambazo unaweza kaangalia mahali popote. Sehemu yoyote, haijalishi uko na mama na baba na kaka na mtoto wako unaangalia. Ni kipi kwa nini unatunga tamthilia ambazo zinakuwa na tofauti sana? Tukianza kwa Mwalimu Mgeni, tukija Binti Yangu, tukija Baba Karobo na tamthilia nyingi ambazo umezifanya. Ni kwa nini unakuwa na utunzi ambao kama unakuwa watu wanaokataa sasa hivi wanataka kwenye utandawazi huo. Wewe lakini umestika kwenye maadili sana. Unajua kwenye kundi la mamba kenge hawakosi, na kama nilivyokuambia hapo awali kwamba mimi napendaga sana nikiona kitu kinaenda hivi mimi natamani niende tofauti. Japo mimi ni miongoni mwa vile vinavyoenda hivi, ila natamanigi kuwa tofauti. Kwa hiyo nimeona watu wengi mapenzi maisha. Nikasema mtoto mdogo atafurahia nini? Sasa kama wote tukienda kwenye mapenzi, watoto wadogo wasiangalie TV. Lazima tuwaletee na watoto, basi baba mama na mtoto wakiangalia kwa pamoja wafurahi, wajifunze, tuwakumbushe vitu tofauti. Kwa hiyo ni utofauti tu ndio umefanya mimi niwe tofauti, nitengeneze movie za namna hii, wakubwa, watoto na mtu yeyote aweze kutazama. Ni kutafuta tu utofauti basi na sisi kingine. Baba Joan ni kwa nini kwenye kazi zako huwa uweki wasanii maarufu ama wasanii wakubwa? Huwa uweki. Ni kusema labda mchukua labda ni Steve,
nani wasanii wenye majina, huwa unapenda kutengeneza wasanii wachanga, tukimaanisha wakina Karobo, wakina Kisoda, ni watoto ambao matengeneza wewe na pia wanafanya vizuri. Ni kwa nini huwa upendi kuamini kwenye majina makubwa ya wasanii? Mimi siamini katika majina kwa sababu hata nilivyoanza mimi sikuanza na watu wenye majina labda wanishike mkono. Yaani nilianza mimi kama mimi. Mimi naamini katika kitu kizuri. Kwamba ukiwa na kitu kizuri haijalishi una jina au una, watu watakufahamu tu. Kwa sababu hata hao kina Steve, kina Cram unaowasema walianza kuniona mimi kabla wao hawajawa wao. Wakafuata nini nafanya. Mimi nikawa muongeaji mbele yao. Pia kupitia mimi wakajifunza kitu. Yaani kupitia mimi wakajifunza kitu. Baada ya kujifunza kitu nikasema hawa wamejifunza kwanza kwangu. Kwa nini rudi kuwatafuta wao kwa ajili ya kupandisha kitu fulani? Sio kweli. Kwa mimi naamini katika kitu kizuri, ndio maana siwezi nikamuita Steve, ila akihitaji kushirikiana na mimi simkatai. Ila mimi kumuita hebu njoo tufanye kazi kwangu, hicho ndio kitu sikitaki. Kwa sababu naamini hata kwa sasa ataanza kunivimbia. Sina muda hivi. Sasa mimi vile vitu vinanikata sana. Kwa hiyo ili ni viepushe, bora tu nisimuite, tuendelee kuongea tu. Basi, Tubakie washikaji. Tubakie tu washikaji kwa sababu nikimuita kwenye kazi, either tukosane au tusije tukaongea kabisa. Si unajua hivi vitu. Kutafuta ushirikiano kwa mtu mnayefanya naye kitu cha aina moja. Haijalishi unafanya comedy au unafanya serious movie. Ni kitu kimoja. Wote mnatengeneza maudhui, mnaposti mtandaoni. Wote mnahitaji viewers. Umenielewa? Ni namna gani tu ya kuwashawishi viewers wako. Kwa hiyo haijalishi ni comedy au serious movie. Something like that. Utunzi wa tamthilia ya Binti Yangu ni utunzi ambao umekuwa kama unakuwa na maadili sana ya kuelimisha. Ni kipi ambacho kiko tofauti kwa Baba Karobo? Tukianza kwenye utunzi wako. Tofauti, kwanza mimi ni baba mwenye familia. Naendesha familia yangu kwa kutumia au maudhui ninayoyafanya. Kwa hiyo nina mwanamke. Nikitengeneza maudhui kama wengine ndani nini mazagazaga, kwa hiyo nitakuwa namuumiza sana mke wangu. Umeelewa? Kwa hiyo cha msingi, kwa sababu mke wangu ameshajua mume wangu hii ndo kazi yake. Kwa hiyo nitafanya kile kitu ambacho mke wangu pia atakisupport. Umeelewa? Hawezi kusupport ujinga. Mimi nafanya nusu X eti kama movies za nusu X wapo, sitaki kuwataja kwa majina. Unakuta maudhui yake ni kitandani, sebleni, mapenzi, lambana mbana midomo. Yaani unakuta hawezi kusupport kitu kama hicho mke wangu. Lakini akiona mwanaume ameacha familia yake, familia imeteseka, watu wamemcheka yule wamemtenga yule mwanaume kwa kitendo kibaya alichokifanya. Kwa hiyo wale wanaume wenye tabia za kuitenga familia zao wakiona yale maudhui watajifunza na watasema kumbe nikiacha familia katika namna hii itaathirika hivi na mimi nitaathirika hivi. Kwa hiyo kupitia kile atajifunza, kwa hiyo atakaa na familia yake vizuri. Kwa hiyo nimebezi huko kwa sababu na mimi nina familia. Karobo ni mtoto aina gani? Kwa sababu sisi tunaweza tukawa tunamfahamu tu kwenye uigizaji wake. Karobo ni mtoto design gani? Kwa sababu umecheza naye tamthilia kama 3 sasa ambazo wamempa uhusika mkubwa na wote kautendea haki. Ni mtoto design gani sasa hivi? Karobo ni mtoto mzuri, ana maadili na ana heshima kiufupi. Na mimi nilimpokea. Karobo sio mtoto wangu wa kumzaa. Karobo nilimpokea kwenye tasnia ya uigizaji baada ya kuletwa na mama yake mzazi na dada yake mkubwa ambaye ana familia yake. Na waliona tamthilia yangu ya Mwalimu Mgeni. Mtoto akawa anawasumbua sana kulingana na maelezo ya mama mzazi. Mimi naomba mnipeleke kwa baba Joan, kwa Mwalimu Mgeni alikuwa anazungumza. Kwa Mwalimu Mgeni. Walivyomleta yule mama nilimwambia mimi siigizi na watoto. Kwa sababu unaweza kaigiza na mtoto wa mtu, anapopata umaarufu jina linapokuwa kubwa, basi mzazi wa mtoto huyo huwa anajivuna, kifua kinakuwa mbele, anamchukua mtoto nimemtengeneza, mimi nabaki naumia. Kwa nini nimetengeneza brand afu umechukua kirahisi? Kwa sababu sio mwanangu wa kumzaa. Yule mama akaahidi kwamba haitokuwa hivyo. Nikamwambia kama unanikabidhi mtoto, nimpe umaarufu, lakini muache mpaka atapokuwa na akili ili umaarufu wake umsaidie. Umaarufu hawezi kumsaidia akiwa mtoto mdogo, zaidi ya kuitwa na watu kameingia kwa kitu kadogo hivi na hivi. Lakini atakapojielewa na ni maarufu, anaweza akafanya kitu kikubwa kwenye maisha yake. Tukakubaliana na familia yake hivyo, nikamchukua, nipo naye, nimefanya naye movie kama 5. Anakumbuka nimefanya Penzi ya Jini Latifa. Kipindi hicho tunahangaika watu watufahamu vizuri.
nimefanya mwanafunzi wa ajabu, nimefanya naye movie moja inaitwa Hofu, nimefanya naye movie moja inaitwa Baba Yangu Kipofu, nimetoka kwenye Baba Kipofu nimekuja kwenye season 2 ya Mrembo Nyoka, nimefanya naye mtoto, nimefanya naye kwenye Umaskini Wangu, nyingi ya hatimaye tupo tunafanya Binti Yangu. Huyo binti, kwa hiyo yuko vizuri, sina shida naye kabisa. Na anakuwa hivyo. Watu wanakuwa na leo ni mtoto Baba Joan kwa sababu tumefanana naye tumbo. Unajua ana tumbo kubwa na mimi na tumbo kubwa. Ana mashavu na mimi nina mashavu. Kwa hiyo watu wanaamini kabisa mbona wamefanana? Ni mtoto wake. Kuna baadhi ya watu nilikuwa nawaambia ni binti wangu wa kumzaa, na wengine nawaambia ukweli watu wa karibu, lakini kupitia interview nimezungumza ukweli. Sasa hivi inachoonekana kuwa waigizaji nyinyi mnapata sana pesa kwenye YouTube. Waigizaji ambao mnaweka kazi zenu YouTube. Na kuna waigizaji wenzio ambao pia anafanya hizi kazi. Na mimi ulianza kitambo sana akina Steve Mweusi, of course ni familia yako. Kwenye mitandao kumekuwa na vitu vinaendelea baina nyinyi wasanii. Hususa kama Steve na wasanii wengine kuwa mnaingiza pesa nyingi sana YouTube. Tuliweke wazi. Baba Joan unaingiza pesa nyingi sana kwenye YouTube. By the way, mfuko wa mtu huwezi kuona kwa kujaji. Ni kwamba maisha ya msanii, wewe si mtangazaji, maisha ya wasanii nadhani unafahamu, sio mgeni. Kuna utakuta msanii yupo radhi kuambia watu mimi nina pesa mtandaoni, ila maisha yake ukija kuiangalia ni ya hovyo ndugu yangu. Tunafanya vitu vya kupretend lakini uhalisia ni tofauti. Binafsi mimi sipendi kupretend. Binafsi yangu mimi, wanao pretend waache. Na naona sana kina Kamvevo na pretend, Steve Mweusi anajilazimisha. Na hisi analazimishwa na Cram akimsema kidogo Steve kinamngata anatamani amjibu. Naambia sio unjibu vya nini? Sio nini? Haya sasa jibu ya nini tu. Mimi nikija kuulizwa mimi nazungumza ukweli, mna pretend. Hamna hela yoyote. Hela zingekuwa zinaonekana kaka, wana pretend. Mtu lazima akodishe. Jifikiri nani alienda kwa tajiri mmoja akakodisha, yani akamwambia nipe hizo pesa zako nifanye clip tu. Kampa mihela kibao imejaa kwenye meza. Tuna pesa. Baadaye nani siku mbili ngoja nisimtaje jina maana hata ni mind. Umeona? Baada ya siku mbili anaambia Timua, maana mimi mwanzo nilikuwa natumia jina la Timua ni azime 100,000 ndugu yangu. Ninunue chakula cha kambi. Wewe juzi si umejirekodi unaonesha mihela kama imejaa. Si wewe mwenyewe si unaelewa kaka, nimemwambia tu nifanyie clip. Ila basi yule kama amekuazima milioni 200 za kufanyia clip, aiza akakunyima 100,000, hebu mtafute. Au si unajua ni hela za kampuni zile. Sema mimi sina. Nilikuwa nayo ila nini mnyima. Kwa sababu unapenda kupretend maisha. Una pretend vipi? Unakuja kuteseka, unakula chips kwa kujificha na wakati ndio uhalisia wako. Onesha tu. Kama Mungu amekupangia fungu lako ni lako tu. Sio lazima upretend kwenye macho ya watu. Watakujaga watawavamiaga watu. Kama unasema mimi na nini na vitu. Sawa vipo. Ila wakitokea wauni kudadeki wakavichukua. Unafanyaje? Kusubiria hela ya YouTube ya mwisho wa mwezi. Viewers ni wale bwana. Sasa viewers wangu na Kamvevo vinatofautiana nini? Sasa hao mabilioni anatoa wapi? Au wa Steve Mweusi wanatafuta nini sasa? Si viewers ni wale. Sasa hao mahela yeye ameyatoa wapi akisema nimepata YouTube? Labda kuna njia zake zingine mimi sizijui. Mafanikio ya mtu bwana ni siri. Lakini kama anadai kuwa pesa yake anaipata YouTube, anaingiza bilioni 1 kwenye alisema pesa anaipata YouTube. Kila mtu anaruhusiwa kusema. Hata mimi naweza nikasema pesa bana natoa YouTube, kumbe na njia zangu ninajenga magorofa. Naweza nikasema natoa YouTube, sikie hivi ushaenda kama makumbusho pale. Kuna frame karibia 300. Hata mteja unaweza ukashinda pale kwa kuchunguza kuanzia asubuhi mpaka jioni, uone mteja hata mmoja. Lakini mtu huyo ana range 7, ana gorofa na analipa kodi. Ila atakwambia la natoa kwenye frame yangu. Utamkatalia? Ndio shakwambia hivyo. Mkubalie. Kama kaanzisha challenge, jirekodi unapoishi. Vipi Baba Joan? Tulitaka tutegemee tuone sisi tuone Baba Joan ate. Mwanzako karekodi kwenye gorofa kali, range pembeni, kuna alfa hadi pembeni. Challenge Baba Joan ndo kasema yes tuone sasa tushambua mrekodi mnapokaa unakaa wapi? Sasa mimi nitawashinda kwa sababu nitaonesha uhalisia. Ani kwangu kweli. Wenyewe umepanga. Kaka, mwenye nyumba akisema haya chukua kodi yako hiyo hapo niachie nyumba yangu. Anaenda wapi? Mimi hakuna atakaye kuja kunibuguzi. Serikali inalipa kodi. Serikalini nalipa kodi ya makazi. Ni kwangu. Yeye amepanga. Sijui umeelewa? Kwa hiyo mimi nitakuja nitawashinda, ila sasa sitaki kushindana. Unajua mimi nimeanza kabla yao.
Mimi nimeanza kabla yao. Ila hujawahi kuniona hata siku moja kwenye mitandao kujinadi. Nimeanza kabla yao, walikuwa wanakuja kuchukua ujuzi kwangu, wanaondoka kufanya. Ila hata siku moja hujawahi kuniona na uzungumza. Kwa sababu nimeamua kujiweka tofauti. Hata siku moja ushanisikia nazungumza kwenye mitandao ya kijamii bana, kina Clam, kina Steve Mweusi walikuwa wanakuja kuchukua ujuzi kwangu namna gani wafanye, baada ya kujua nafanya nini YouTube, nafanya vipi, na wao wamefanya, Mungu amewasaidia. Ushasikia hata siku moja nimeongea? Na ushasikia hata siku moja wao wamenizungumzia hicho kitu? Hawezi kunizungumzia kwa sababu mimi sijalizungumza. Na sijaji express sana kwenye mitandao ya kijamii. Ila ikitokea siku moja mtu amenigusa vya kiha, mimi nikikushindwa kukuzungumza kwenye interview na kufuata ulipo tunapigana. Tunamalizana. Kwa sababu mimi ukinichokonoa na mimi sijakuchokonoa, unatafuta vita ya pili ya dunia. Tutapigana. Wewe una nguvu. Ila mambo ya kuingishana, mimi nina pesa, zikipotea najidai nini tena. Ndio maana mimi naogopa bwana. Kupiga picha na hela. Kwa sababu maisha nayajua ndugu yangu. Zikipotea waga na kuaga kama mwehu. Nakuwa kama nimezidiwa. Hivyo yani.